My soul says yes. Watu wa mabasi, watu wa waganga wa kienyeji, anapoingia mwaka mwingine anatoa mpaka kafara ya damu za watu. Na mashetani anamwambia safari hii utoboi, tunamtaka mtoto wako wa pili. Anatolewa, hakatai. Msikiliza, ili tuone matokeo ya maombi ya kufunguliwa, lazima tujifunze kujali mambo ya Mungu wetu. Amina zinapotea, sema amina ndio shida. Amen. Kufunguliwa vifungo, lazima uamini kwanza. Lazima pia uwe na shauku ya kwamba hali ulionayo sio ya kwako. Jifunze kuikataa hiyo hali. Jifunze. Shetani humkandamiza mtu anayekubaliana na kitu alichomwekea. Wewe hujasikia mtu pastor anakupigia simu, baba askofu, naomba niombe. Nikuombeni na ile pressure yangu imerudi tena. Pressure yangu imerudi. Naona mapigo ya mbio yanadunda moyo. Pressure yangu imerudi. Mimi ukinipigia kwa sababu mimi sina ile hekima ya kiaskofu, nakwambia kama ni ya kwako tunaikemeaje? Imekuja kwa mwenyewe, kaa nayo. Mimi nasema hii sukari ni ya familia yetu. Na familia nyingine inapandikiziwa roho ya kutokudumu kwenye ndoa. Hata angeolewa na rais ataachika. Vifungo. Bwana asifiwe. Baba askofu, samahani nikusumbue tena. Bwana asifiwe. Nisomee Isaya 28 mstari wa 22. 28 Isaya 22. 28:22 Isaya. Isaya 28:22 inasema, basi sasa msiwe watu wenye kudharau vifungo vyenu, visije vikakazwa. Ndio maana nimesikia kwa Bwana, ndio Bwana wa majeshi, habari ya hukumu itakayotimizwa. Amen. Nayo imekusudiwa. Amen. Itakayoipata dunia yote pia. Asante. Bwana asifiwe. Anasema msiwe watu wenye kusalau vifungo vyenu visije vikakazwa. Kumbe kifungo chochote kilichofunga maisha yako kisiposhughulikiwa kiusahihi na wewe mwenyewe, kinaweza kikakazwa kikawa ni hatari zaidi. Hatari zaidi. Na kikikaza ndio mtu unaweza kujikuta unalia, unaona kama watu wote wamekuacha. Unajua hata kwenye maombi huko unasikiliza mtu, unajua huyu maombi yake na kifungo chake kimefika wapi. Ukishaanza kuona mtu analia, Mungu, uko wapi? Wakati Mungu anasema niko mahali kote, yeye anaanza kumuuliza uko wapi Mungu wa Elia? Unajua tayari nati imekaza. Uko wapi? Baba, uko wapi? Akibadilisha, Mungu, mbona umenitupa? Umenitupa, umeniacha. Unajua nati imekaza. Anasema msiwe watu wenye kusalau vifungo visije vikakazwa. Na ndio maana hatua ya kwanza ya kifungo ili isiweze kukazwa lazima ishughulikiwe kwa moyo ya maombi. Mwambie wewe, tunashughulikia vifungo visikazwe. Visikazwe. Mimi nikukutana na watu, kila mtoto anayezaliwa anazaa mtoto ambaye ufahamu wake haujakamilika. Mwingine kila anapozaa anazaa mtoto aliyekufa. Anaombewa lakini hajashughulikia. Sikiliza, tunakuombea mimi na Bishop, tunaongezea nguvu tu, lakini anayeweza kushughulikia vifungo wa kwanza ni wewe mwenyewe. Tambua vifungo vyako na uvikatae. Amina. Vikatae. Sisi wote hakuna ambaye alizaliwa amekamilika. Wote tulikuwa na vifungo. Wengine walikuwa na vifungo vya kuvuta bangi, na Daudi naye nilimsikia siku moja alikuwa anatoa ushuhuda wa vifungo vyake, alikuwa choko na la. Ndio maana saa nyingine nikiona anapitiliza nakumbuka ushuhuda, alikuwa choko la, inabidi nitulie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kila mtu alikuwa na vifungo vyake. Wengine walikuwa na vifungo vya ulevi.
vifungo vya uchoyo, na unakuta akiingia kanisani na kale karoho bado kapo kwa mbali, akiona tu umetokea na alikuwa anaagiza soda na Aisha, nitakuja soda ile 600 nitakuja baadaye. Mwenye duka anachukua soda, nitakuja baadaye, uelewi, nitakuja baadaye. Unakuta kati mpendwa, Bwana asifiwe. Amina. Nilikuwa nachukua pipi pale, nimeona niondoke zangu tu. Kumbe aliagiza Pepsi. Vifungo. Sikiliza. Kwa nini Bishop amesema kongamano la kuvunja vifungo? Mtu yoyote mwenye vifungo unaweza ukaenda kupanga foleni Pepsi upate kazi, wakapata wengine, wewe ukarukwa. Unarukwa hivi hivi. Pamoja, mama ingia. Mama ingia. Blaza, tulia kwanza. Ingia wewe. Bwana asifiwe. Nimesema hakikisha unafanyaje? Hakikisha unafunguliwa vifungo ili visikazwe. Hakikisha unavishughulikia kwanza. Kama ni vifungo vya kukataliwa, kama ni vifungo vya maneno, kama ni vifungo vya madeni, kama ni vifungo vya maskini, hakikisha kwa jioni ya leo unavishughulikia kabla havijakazwa. Amina inapotea. Shughulikia vifungo. Shughulikia vifungo ili milango ya biashara ifunguke kwako. Shughulikia vifungo ili milango ya pesa ifunguke kwako. Na umekuja hapa ni mahali sahihi. Hapa hatubebi roho ya masikini, tunabeba utajiri na neema. Wacha Jehova akufikishe kwenye hatima ya baraka zako. Anasema shughulikia visije vikafungwa, vikakazwa. Piga kifua, sema mimi sio maskini. Mimi sio fukara. Mimi sio hohehahe. Mimi sio omba. Mimi nimetajirishwa. Mwambie tena mwenzio, mimi hata kama umevaa ndala na nywele za kipilipili, wewe kitamki, wewe ni mtu aliyebarikiwa. Aliyebarikiwa. Tembea kitajiri. Bwana asifiwe. Hakuna mimi kitu na kikataa kama ulokole wa uzezeta. Ulokole wa uzezeta mpaka Bwana asifiwe inavyosaliwa. Bwana asifiwe. Yaani mdomo umetepeta, mate na kila kitu. Bwana asifiwe. Anashinda kukaza Bwana asifiwe. Inakuwa kama sisi zamani kule mpaka unachumbishiwa mpaka binti na mchungaji. Wewe utasemaje? Unajua kutoka nimesahau mwanzo. Nasema si vema mtu huyu awe peke yake. Huku naangalia sinki body, nitamfanyia msaidizi. Mpaka dada anaona naolewa na Taila au Zombi. Ueleweki. Yaani ueleweki. Uwe jasiri na mtu unaeleweka. Ona nina setu. Hatujaletwa hapa kwa bahati mbaya. Hapa ufalme wa Mungu kwanza. Na hayo utazidishiwa. Uzidishiwe fedha. Uzidishiwe biashara. Uzidishiwe uchumi. Uzidishiwe afya. Uzidishiwe kibali. Kwa jina la Yesu aliye hai. Na hayo yote utazidishiwa. Sema amina iliyoshiba. Mwambie mwenzio hapa utazidishiwa. Hapa kanisa letu hatuzidishi ndoa tu, ila tunazidisha vitu vingine. Amina. Maana mmoja anasema hata mume itazidishwa, hakuna. Ni huyo maganga kwa moja. Ila fedha utazidishiwa. Dhahabu utazidishiwa. Milango ya uchumi utazidishiwa. Kama ulikuwa na nyumba moja, ya pili pia utazidishiwa. Ningekuwa Arusha nimesikia amina zilizoshinda. Mungu ni Mungu wa mazidisho. Utazidishiwa. Mama ubarikiwe sana. Ningepata watu 6 kama wewe. Askofu wewe uji. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hayo yote utazidishiwa. Bwana asifiwe. Piga kifua, sema mimi sio wa ukoo niliozaliwa. Mimi ni wa ukoo wa Yesu Kristo. Yale ya Yesu ndiyo nitakayolisi mimi. Kama Yesu amebeba uzima, nitakuwa mzima. Kama Yesu amebeba
Amina inapotea. Amen. Kwani wewe utamani kuvaa gauni jeupe? Nguo nyeupe unakuwa kama malaika. Unatembea na shingo feni. Maharusi wetu hata kama jicho ana inabidi tulazimishe. Anazungusha jicho. Na sio dhambi, ni majira ya Bwana kutenda. Musa akaambiwa ulivyozunguka milima ya tosha. Sasa geukia kwenye mafanikio, geukia kwenye baraka, geukia kwenye kibali, geukia kwenye kuinuliwa. Ulivyozunguka ya tosha. Wakati wa Jehova kufanya mambo yasiyo ya kawaida ni sasa yametimia. Ukatimiziwe ndoto za maisha yako. Sema amina iliyoshiba. Sema amina iliyoshiba. Umezunguka ya tosha. Kuna watu wanafikiri kuwa mchungaji au kuwa mtumishi ni umaskini. Hakuna umaskini. Zamani ndio hizo zilikuwa zana hizo. Sasa hizi hata watumishi tumekamata utajiri wa mataifa. Ona amina za watu hawa. Mwingine anaweza akasema baba, mkitajirika ni sadaka zetu. Kwa nini zangu? Kwani sisi tunavyokutoa mizimu ya kwenu tulitumwa? Wewe unakuja na mizimu hapo, mimi nimetoka Uchagani. Wewe ni kabila gani? Mimi ni na Sukuma Geita. Sukuma na Mchaga mmeungana vipi? Toka nenda kapambane na Wasukuma wenzio, Wachaga tuache. Chomoka. Mwisho siku uko wapi? Nimekuja Temba, naondoka Temba. Huyo tunapambana. Kwa tukipambania kufunguliwa kwako, hata tukila sadaka yako sio dhambi. Sawa. Ungeukia Mwenyezi Mungu unamwelewa ndio mnishi. Unaona huyu mama amekuja amenitunza sadaka. Kwani amempa Mungu peke yake. Mungu kupitia mimi. Nikifika nikitoka hapa naanza na mahindi ya kuchoma. Ya nini wewe? Afu naingia kwenye supu ya kongoro. Nikinena kwa lugha, baraka zinamwagika kwa huyu mama. Ona amina za watu. Baraka zinamwagika. Sema shaka. Mungu huangalia vyanzo. Na ndio maana Mungu habariki watu mabaili, anabariki watoaji. Kwa hiyo kile kidogo walichonacho wakigawana na Jehova, mbingu zinafunguka kwenye maisha yao. Ona amina za watu hawa. Kile kidogo gawana na Mungu na Mungu atatenda. Mwambie umegawana na Mungu. Umepata buku, acha sadaka 500 hapo, mwambie Mungu tunagawana. Hii ya daladala, hii ya kwako. Lakini ukisema Mungu wewe mwenyewe unajua moyo wangu, nitarudije nyumbani? Wakati unaletoa gari la hilalila sijui hilalila limejaa moto baba, kutembea kwa miguu na gari limejaa. Acha nikaushe tu, maana Bwana unaangalia mioyo. Lakini unasahau kwamba Mungu pia huangalia mioyo iliyo tayari. Yes. Na inasema mwambie mwenzio ni mioyo iliyo tayari inatoka vifungoni. Unajua wale wengi tumefungwa tusishike hela nyingi kwa sababu hatuna moyo ulio tayari wa kutoa. Mtu akimpa askofu hela, akiona amenunua suti leo inamuuma. Kwa nini asingenunua vitambaa vya kanisa? Kabisa na suti. Kwa nini nafikiri Mungu anaangalia matambala? Huwa na Mungu duniani ni mtumishi wake. Kwa kuchungulia dunia, akimwona mtumishi yuko fiti, anasema haleluya, wanangu wauza makongoro, pokea na supu, pokea na duka la jumla, pokea na biashara. Ulikuwa unafuata biashara Dar es Salaam, anza kupaa ndege nenda China. Mungu akifurahi, kuna mambo yanafunguliwa. Sema amina iliyoshiba. Mwambie mwenzio huwa la Mungu duniani ni mtumishi wake. Mwambie tena ni mtumishi. Tusiwashirikisha wachungaji matatizo tu.